Safi sana vijana, mmejitahidi mpaka mnafika hapa na mmeniletea dawa. Ni jambo jepesi. Kwa hiyo kazi yenu naifanya leo. Kwa hiyo kweni na amani. Sawa, asante sana mganga. Kwani sio wenyewe tumepambana sana kutafuta hizo dawa. Shida yetu kazi iende vizuri, utufanyie kazi yetu vizuri. Kwani tunakuamini ni mganga ambaye ni mganga wa ganguzi, mganga alioshindikana katika hii maya hapa yetu. Ndio maana tukaja hapa na ulivyotuagiza mara moja tukaamua tukuletee dawa kwa haraka sana. Maisha hiyo. Kwa kuwa umesema hivyo, nitafanya mara moja. Leo kazi lazima ifanyike. Kesho ni mahesabu. Sawa. Nadhani tumemaliza. Sawa. Tunakuamini. Tunakuamini mganga. Asante sana. Unaweza mkaenda. Asante sana mganga. Shukrani sana mganga. Nisingekuwa hivi leo, wamekuwa maadui zangu, kisa wazazi wangu. Bibi na babu hawakumtaka baba awe mkwe wao. Abeli, siku ya leo Queen anajifungua. Na hata anajifungua ni kiumbe cha ajabu na si mtoto wa kawaida. Nadhani kila siku naimba na kuambia hivyo. Sawa, sasa tunafanyaje huku? Sasa cha msingi tutakuwasaidia. Naomba umwambie mumeo mje Kilingeni kwangu niwape dawa. Sawa, hicho mimi nimekuelewa. Na hapa namsubiri tu atakaporudi nitamuelekeza haya yote. Ndio hicho sasa kusaidia inabidi nifanye hivyo. Kwa sababu huyo mtoto sio mtoto. Na hapo cha msingi wakati nitakuja kuwasaidia takuja ngeni. Tatizo hili tunapaswa sana kukubali, lakini utekelezaji ni mfupi. Hili ni tatizo. Sawa, ila hayo mengine yote salishapita wiki yangu. Kuangalia sasa hivi na tunakoelekea tunafanyaje. Na unajua sasa hivi mimi sina mtu yoyote wa kunisaidia zaidi yako wewe pia. Saidia zaidi ya mkija Kilingeni kuwasaidia. Inabidi tufanye mpango na hasa nyinyi kuhusu yule mtoto atakayezaliwa. Yaani haraka sana. Kwa sababu hata hiyo kinga nitakayowapa sidhani kama itawasaidia. Sawa, mimi nimekuelewa na nitafanya hivyo. Mara nyingi isi yangu nanikubalia, lakini unakuwa mzembe sana kwa mtoto wako. Na ile ukumbuke mmeshatengeneza tatizo. Tangia Queen aondoke nyumbani kwenu limekuwa ni tatizo kubwa. Na haya atakayokuja yanafurahisha. Mume wangu. Labeka, mke wangu. Leo nadhani ile siku ndio imefikia ambayo wiki alikuwa anaiongelea kila siku. Binti yetu leo ndo anajifungua. Na anapojifungua kiumbe cha ajabu ambacho kila siku anatutolea maelezo. Sasa hapa cha kufanya alichonishauri wifi, inabidi twende kwake tukaonane naye na atubue dawa ambayo sisi itatufunga
kuondokana na haya mazila yanayotaka kuja. Na mimi sikufichi mume wangu, kwa swala hilo niko tayari, nitaenda ili nikafanyaje, nikapate dawa. Mimi sitaki kupoteza uhai wangu, bado natamani kuishi mimi. Kwanza mimi niseme kwamba mke wangu, yaani katika siku nzuri ulioongea pointi ni siku ya leo. Hakika mke wangu, siku ya leo umenifurahisha sana, na alichokiongea dada kiko sahihi, kwa sababu tusipofanya hivyo basi sisi wote tutateketea. Inabidi twende tukapate kinga, kwa sababu hicho kiumbe hata kikileta nini mambo yake ya ajabu ajabu hakitaweza kutuzuru sisi, kwa sababu tutakuwa tumeimarika. Kwa hiyo mimi siko tayari kufa. Au wewe mke wangu uko tayari kufa? Hapana. Basi sawa, hatuna budi, inabidi twende. Sawa, ila sasa najiuliza kitu kimoja. Hivi kwani sisi tukitulia tu tukaachana na masuala haya na tukaachana na huyu mjukuu wetu, tusifanye mazila yoyote yale, tukampokea kwa mikono miwili, hivi kweli anaweza akatuzuru? Mke wangu, unataka kuniondoa katika furaha yangu, si ndio? Yaani tumeongea vizuri, nimekusifia kwamba siku ya leo uko sahihi kabisa na kile ulichokiongea. Sasa hizi unaanza kuvurunda tena yale mambo. Ili weje sasa? Umpokee mjukuu wako ili atuue? Hivi mke wangu, mbona unakuwa hujitambui? Dadangu katupa ushauri mzuri tu, wewe unaanza kuharibu tena. Ushaniharibia siku bwana, baki mwenyewe bwana. Sasa unaenda wapi? Bibi na babu hawakumtaka baba awe mkwe wao, ndio vile mama alimpenda baba, hakuwasikiliza wao. Matatizo yao ndio sababu ni kuwa hivi. Alizaliwa kwenye kivuli cha migogoro, mapenzi ya wazazi yakazimwa kabla ya moto kuwaka. Bibi na babu wakasema hapana. Hongera sana, umeweza kujifungua tena salama, na mtoto wako anaitwa Binti Nyoka. Mtaalamu, kwa nini Binti Nyoka? Swali zuri. Sasa ni kiumbe cha ajabu, kimekuja kuwalinda, sio kuharibu. Ila hutoweza kumtoa hapa, kwa sababu
ya usalama wake. Yule mtoto sio binadamu wa kawaida, ni binti nyoka yule. Hivyo basi lazima baki na mimi hapa Kilingeni. Sawa? Asante sana. Nashukuru kwa kunisaidia. Ila nahitaji kumwona mwanangu. Kumwona utamwona, lakini kuna maneno ambayo natakiwa nikwambie. Ni maneno gani haya? Sawa. Maneno unatakiwa useme bireke bigende ibindi biroza. Bireke bigende ibindi biroza. Sawa? Hapo utaweza kumwona na ataweza kufurahia. Sawa, mimi nimekuelewa. Mimi nitabaki hapa mpaka utakaponiruhusu. Sitaenda popote kwa sababu wewe umenisaidia sana. Sawa, mama binti nyoka. Angeunganisha mioyo iliyovunjika zamani, lakini muda haurudi nyuma. Hapana, anabaki na ndoto tu ya kuwa kama watu wengine, lakini minyororo ya historia inabaki kumkumbusha yeye ni nani. Binti nyoka, binti nyoka, moyo wako umebeba maumivu ya historia. Binti nyoka, unatafuta upendo lakini dunia inakukataa. Yaani mimi nikajua mgeni yenyewe ni mgeni wa maana. Yaani kumbe ndio wewe. Yaani umekaa hapo umejiachia, umejianika nyumbani kwako. Yaani umeshinda hata kufagia, yaani umekaa sehemu pachafu, uko ndani yenyewe sijui kuna hali gani. Yaani umejiachia tu, umejianika kwa watu, hamjui bili nalipwaje, kodi nalipwaje, umeme unalipwaje. Nasubiria chakula mletee mule. Hivyo ni salamu kweli? Yaani unakuja hapa, unashindwa hata kusalimia kweli? Yaani unakuja unabwabwaja tu hata salamu. Yaani salimia kwa shida za nani? Shida zenu au za kwangu? Yaani mkae kwangu, mle chakula changu, mlipie umeme na bado kusalimia nisalimie. Sasa nimekuja hapo kwa neno hili? Neno hilo? Sitaki kuwaona. Sawa? Yaani tukae kwa tu banane na mwanamume wangu nishinde kuja hapa nikajianika, nikampikia chakula akala ashibe na akutanyie. Wenye njaa zenu. Sawa, mimi nimekuelewa. Lakini sio kama hivyo, ingebidi uje kiustaarabu. Ungeongea kiustaarabu mimi ningekuelewa, ila sio kama hivyo ulivyokuja wewe. Umenielewa? Afu tambua mimi ni mwanamke mwenzako. Kwa hiyo sione kama mimi nakaa hapa labda kama napenda. Na tumekaa hapa kwa hifadhi. Maanake muda si mrefu mambo yetu yakiwa sawa, sisi tunafanyaje? Tunaondoka. Hapo hapo. Wewe shemeji yako wewe. Mimi anihusu chochote, umenisikia? Naomba muondoke na hapa siku hizo. Sija hapa kufuata risala wala mawaiza. Nimekuja niwape siku hizo. Sitaki kuwaona hapa ndani. Sitaki kuwaona. Mama tunashindwa kujiachia, tuje hapa na wanaume wangu, tafute watoto, watu mmejazana. Sitaki kuwaona. Sawa, mimi nimekuelewa. Akija mwenzangu nitamuelekeza. Na shemeji pia akija nitamwambia kwamba wewe umekuja hapa umetufukuza, utaki utuone. Kwa hiyo mimi subiri aje mume wangu, nitamuelekeza kila kitu. Itabidi tuondoke kwa sababu tusinganganie sana kwa sababu wewe mwenyewe maneno yanakutoka. Kwa hiyo nitamwambia tuondoke, tutajua namna nyingine ya kufanya. Ila tambua hii dunia na haya maisha, leo kwangu kesho kwako. Na hakuna alokamilika. Na ndio ishakamilika. Mwenyezi Mungu, naomba unijalie na mimi jamani. Yaani nakuja kuzalilika. Yaani nachambwa mimi. Eti ila bibi na babu nisingekuwa hivi. Leo wamekuwa maadui zangu kisa wazazi wangu. Bibi na babu hawakumtaka baba.
nisikilize kwa yule mama pale nyumbani, nitakuja kukufanya kitu ambacho hujawahi kufanya katika hii dunia. Umenielewa? Wewe nani kwani? Narudia tena, ukiendelea kumsumbua yule mama pale nyumbani, nitakufanya kitu ambacho hujawahi kufanya. Tena kaa naye mbali. Vipi? Mbona unatokea wapi? Na unatongea kama machizi. Yaani unatokea huko, wewe unatokea tu unakuja kunipangia maisha eti sijui nini na nini. Na unajua sisi tumetokea wapi? Unajua mwanaume wangu anatumia pesa ngapi kulipa kile chumba? Mpaka unakuja tu unanipangia sijui na nini, niwaache wewe ndo na tena usitupangie maisha. Yaani nakuwa tu unatokea sikuelewi, yani sijui watu wengine vipi? Wewe umetokea wapi kwani? Au mimi nimekuja leo mwenzangu? Tena kaa mbali na yule mama, sawa? Nitakuangamiza. Dangu, nimekuja kukuomba msamaha. Japokuwa nimeongea maneno mengi, naomba unisamehe sana. Yaani naomba nimekuja kwa ruhusa. Naomba muendelee tu kukaa. Naomba unisamehe, nipo chini ya miguu yako. Naomba unisamehe. Hivyo umechanganikiwa? Si umetoka kuniambia maneno machafu hapa sasa hivi. Tena na kuniambia niondoke, utaki kuniona. Mno useme hivyo. Yaani naomba unisamehe. Yenyewe endeleeni tu kukaa, ni maruhusu. Nyie endeleeni tu. Mimi nilikuwa tunakutania. Nyie endeleeni tu kukaa. Endeleeni tu kukaa nyie shini vizuri kwa amani miaka 200. Ulikuwa unatania? Mbona unatania dada? Kwa hiyo kama ulikuwa unatania, lengo lako lilikuwa nini? Kwamba mimi hapa nisikae kwa amani, nikae roho juu, si ndo maana yake? Ndio maana nimekuja kuruhusu, naomba nisamehe. Sasa naomba nisamehe. Sina shida ya kukaa hapa. Sina shida. Umenielewa? Japokuwa na shida. Ila kwa vile wewe mwenyewe umetamka kwamba hutaki hunione mimi kwamba na mume wangu. Na msubiri mume wangu akifika, tunachukua kila palipo chetu. Tunaondoka. Uwezo ukanitolea kauli chafu kama zile. Alafu unajua kabisa mwenzio unapitia kipindi kigumu. Mwenzio nina shida. Na nimekuelezea na kila kitu unajua. Lakini ukashindwa kunionea hata huruma. Na wewe mwanamke mwenzangu, hukujali hilo. Alafu sasa hivi unakuja unasema eti nakuomba msamaha. Umechanganikiwa? Kwamba dadangu wenyewe endeleeni tu, yani endeleeni kuja kujirudi. Naomba endeleeni kukaa, naomba nipaeni leni miaka kimoyo safi, yani kimoyo safi dadangu, naomba kimoyo safi sana. Ndio maana nimerudi, nimejua kosa langu, naomba nisirudi. Mimi kusema ukweli, mimi niuma sana ndani ya moyo wangu. Kwa hiyo mimi akirudi mume wangu nitamwambia tu tuondoke. Haina haja ya kukaa hapa, hata kama umekuja umeturuhusu. Sitoweza tena kukaa hapa. Amna, nakuomba sana. Nakuomba sana dadangu. Naomba unielewe mwanamke mwenzio. Naomba, nimejua hisia zako. Naomba nisamehe. Hivi yule dada ana akili timamu au kidogo akili zake au kidogo sawa? Katoka sasa hivi neno machafu. Afu sasa hivi anakuja ananiomba. Afu sasa hivi huyu hayuko sawa, itakuwa na matatizo. Huyu
Angeunganisha mioyo iliyovunjika zamani, lakini muda haurudi nyuma. Hapana, anabaki na ndoto tu ya kuwa kama watu wengine, lakini minyororo ya historia inabaki kumkumbusha yeye ni nani. Binti Yoga, moyo wako umebeba maumivu ya mume wangu. Unajua leo asubuhi nilikutana na wiki. Akaanza kuniambia kile taarifa kwamba binti yetu muda wowote na wakati wote anajifungua. Endapo atakapojifungua, atajifungua mtoto wa ajabu sana. Unajua bado mtoto kinaniita. Kwa nikiwaza hili swala. Hivi ni kweli kabisa mjukuu wangu mimi, yaani mjukuu wa kwangu mimi aje kunizaa? Yaani bado sielewi. Yaani sielewi kabisa. Yaani ni kwa muda mrefu nilikuwa natamani nipate mjukuu. Yaani muda mwingi sana nimelipambania hili swala. Nione na mimi mjukuu. Mtoto mwenyewe nimepambana kupata mtoto mmoja. Leo na mimi Mungu anijalie basi niongezee kizazi. Ndio hicho kinakuja. Leo naambiwa mtoto wangu, mjukuu wangu mwenyewe aje kunizaa. Wakati mimi hapa nipo nina hamu nimuone mjukuu wangu. Kimya wewe. Hivi mke wangu, una akili kabisa? Yaani unajitambua wewe? Unataka umuone mjukuu wako ili iweje sasa? Na unajua kabisa matatizo yote yatakayotokea mbele yetu wewe ndio uliosababisha. Ulileta mapenzi kwa mtoto wako. Nilikwambia mtilie dawa ili aende kilingeni, lakini ukutaka kunielewa. Hatimaye mkakumbatiana ukamtorosha. Leo hii unaleta mapenzi kwa mjukuu, na kati unajua kabisa ni hatari kubwa inayokuja mbele yetu. Sikiliza, leo wewe ujinga sikutaki tena, sipendi kabisa, kwa sababu sasa hivi mmeshanivuruga mimi kichwa changu. Naomba swala nililolipanga mimi basi lifuate vile vile, sitaki mambo mengi. Kwa hiyo mume wangu, hivi wewe una uhakika gani kama yule mjukuu atakuja kutoa roho sisi? Yaani hiyo ndio hiyo sababu ya sisi kupoteza uhai wetu. Kabisa unaliangalia hilo au yaani unalipokea hilo kweli? Mke wangu, lisimalo limo, na kama alimo basi linakuja. Usicheze na mambo ya mila hata siku moja. Ili swala lazima litokee. Wewe unafikiri kwamba mimi sura yangu nitaiweka wapi? Sitaki. Sipendi tena kusikia ujinga kama huu. Usicheze na mila na desturi. Mizimu imeshakasirika. Angeunganisha mioyo iliyovunjika zamani, lakini muda haurudi nyuma. Hapana, anabaki na ndoto tu ya kuwa kama watu wengine, lakini minyororo ya historia inabaki kumkumbusha yeye ni nani. Binti Yoga, moyo wako umebeba maumivu ya historia. Binti Yoga, unatafuta upendo lakini dunia inakukataa. Unajua nikwambie kitu mke wangu, hakuna kitu kizuri furaha ya kuitwa baba endapo mtoto umemwona
na hakuna kitu kizuri kama kumpokea mtoto, lakini mimi nashangaa mpaka leo hii sijampokea mtoto wangu, wala simjui mtoto wangu yupo katika hali gani, na wala sijui mtoto wangu yupoje. Mimi napatwa na shauku sana nimwone mwanangu. Nakuomba. Sawa, mimi nimekuelewa. Mwanao utamuona, lakini sasa hivi jua kali, kwa hiyo tusubirie jua likipoa, baadaye utamuona mwanao na utamuona yuko kwenye maumbile gani. Kwa hiyo usijali kuhusu hilo. Kama kusubiri nishasubiri sana. Nimesubiri sana mke wangu. Na mimi naamua kumuona mtoto wangu. Yapata muda sijamuona mwanangu mimi. Mimi nimekuelewa. Kwa hiyo usijali, mwanao yupo, ila itabidi umpokee kwa namna yoyote utakavyomuona, kwa mazingira yoyote yale. Kwa hiyo tusubirie muda ukifika, jua likishapoa, utamuona mwanao. Sawa. Haina shida, ila nipo tayari kupokea kwa jibu lolote. Sijari mwanangu yupo katika hali gani au yuko vipi. Shida yangu ni muone tu mwanangu. Basi sawa, hilo limeisha, naondoa shaka kuhusu hilo. Kwa hiyo kuhusu mwanao utamuona, na kama kwa vile mwenyewe umejidhibitishia kabisa kwamba utampokea kwa namna yoyote ile atakavyokuwa, basi limeisha hilo, usijali. Tusubirie muda ukifika, utamuona. Basi sawa. Hebu nifanyie mchakato maana na njaa. Na wewe tena unavyopenda kula. Unaona mwili uko mkubwa. Ulo tu una chochote. Fanya basi. Wale manjumati yako basi haya. Sawa, ngoja ngakuchukulia chakula ndani maana tayari nishakupikia. Toto wewe. Aya. Haya, huku tena nimekuja kufanya. Maana mimi sitakuzoea katika mitaa hii. Mimi najua sasa hivi uko na baba yako. Unajua uko ni mbali sana. Mimi naishi maeneo haya, sikai mbali sana na mitaa. Unajua kwani toka umetoka mjini ukaja kwa mama yako. Mimi nilijua utaendelea kukaa na baba yako mpaka atakapozeeka. Sasa umemkimbia tena umekuja kuanzisha maisha sasa mengine. Kweli? Kweli nishaondoka. Unajua sasa mimi nishakuwa mtu mzima. Kwa hiyo nikaona sio mbaya nikija kukaa huku. Unajua kukaa kana wazazi muda wote na kwa hivyo. Hilo jambo la heri pia kama unafanya maisha yako mengine. Hakuna kilichoharibika. Lakini muda kama huu ungefanya vitu wako kuwa bora zaidi. Kwa sababu wana umri unaenda wanazeeka. Unawakimbia na kuja kuanzisha maisha sasa mengine kwa sababu kujitafutia mwenyewe. Hakuna neno bwana. Mimi huku ni maeneo yangu. Kwa waga na kujaga mara moja napiga kazi zangu afu narudi tena nyumbani. Kwa bwana mimi nafurahi sana kukuona. Kwa hiyo ni mtaa gani sasa? Sio mbali sana, kama ni mtaa hivi kutoka hapa. Basi hamna shida. Siku tutakuja kutembea. Asante, mimi nimekaribia na nashukuru sana naye, maana sikutegemea kama naweza nikakuona. Maana ni muda mrefu na muda sijakuona, yaani umepotea. Sawa, ngoja nirudi. Hamna shida. Huyu kamkimbia mama yake na mama yake kamtafuta sana tena kwa muda mrefu. Leo unakutana naye huku.
Sasa huyu namfuatilia, najua anapokaa, alafu naenda kupeleka umbea kwa mama yake. Eti ila bibi na babu nisingekuwa hivi. Leo wamekuwa maadui zangu, kisa wazazi wangu. Bibi na babu hawakumtaka baba. Umemwona? Nimemuona kwa macho yangu, na sio kumuona tu, nimekutana naye, nimemfuatilia mpaka sehemu anapokaa, mpaka anaingia ndani, naona kabisa anaingia. Unajua mwanao ni hana akili timamu, amekimbia huku, ameenda kujificha sehemu mbali kwa sababu tu ya mapenzi yake. Una akili timamu kweli yule? Mungu wangu. Ni sehemu gani hapa kwa muona wewe? Kwa hapa ni mbali. Mama, mimi labda nikupe pole. Hapo cha kufanya ni kitu hichi ni moja. Kutoka hapa mpaka kufika huko ni mbali. Tunataka tukatumia. Sio, nielewe. Kwa hiyo wewe kama unaingia ndani kwenda kujiandaa, tuondoke, mimi nakusubiria hapa. Au la hasha, twende hivyo hivyo ulivyo nikupeleke. Sikiliza nikwambie mwanangu, kwa sababu nina shida na huyo mtoto. Nina shida na binti yangu. Nimemsaka kila kona sijamuona. Leo hata ukiniambia mimi nikulipe, niko tayari. Sitakutaja mwanangu, nisaidie ili nimuone mwanangu. Sawa. Ni muda mrefu. Twende. Angeunganisha mioyo iliyovunjika zamani, lakini muda haurudi nyuma. Hapana, anabaki na ndoto tu ya kuwa kama watu wengine, lakini minyororo ya historia inabaki kumkumbusha yeye ni nani. Binti nyoka, moyo wako umebeba Kwani mwanangu, mimi kutafuta mashariki na magharibi, usiku na mchana, silali mama yako, nahangaika kukutafuta. Ndio kumbe mwanangu unakuja kujificha huku, unakuja kujichimbia huku, unamkimbia mama yako kwa ajili ya mapenzi. Kwani mwanangu, mama, kwanza ngoja kwanza, kama sijakuelewa vizuri, umesema nimeamua kukua kivipi? Yaani nimekuwa kivipi yani? Sijakuelewa. Alafu mama, nilishakwambia kwenye masuala ya mapenzi yangu mimi sitaki uniingilie. Na ndio maana nimekukimbia kule, nimewakimbia kwa sababu mnaongea sana na mjaheshimu maamuzi yangu. Heshimu, nilishakwambia mimi na mchumba, lakini hukutaka kujali hisia za mwanao. Sasa nikaona haina haja kukaa na nyinyi, na wakati nyinyi amuonyeshi upendo kama mimi mtoto wenu na nahitaji kitu gani ndani ya maisha yangu. Na ndio maana nikaamua kuondoka kule, nikaja kukaa hapa. Tena bado umeona itoshi, umeamua kunifuatilia huku. Unanitafuta nini mamangu? Au nimekukosea nini kikubwa mno ambacho wewe unaniandama sana na hutaki kukubaliana na mimi? Kwa nini? Hivi unajua ni kiasi gani ninachokupenda? Unajua ni kiasi gani napata shida kwa ajili yako? Unajua kabisa kwamba mama yako nahangaika kwa ajili yako, Unajua kabisa ni mama yako ameniachia mitihani mizito ambayo unashindwa kuikabili. Unaniua mama yako mwanangu. Mama, ni mwenyewe nakupenda sana, lakini wewe mama yangu ndio unanisababisha mimi uone kama mimi sikupendi, uone kama mimi nakuchukia. Mimi wala siwachukia wazazi wangu, ila nyinyi ndio mnanichukia mimi. Na mimi kuondoka hapa hiyo swala haliwezekani. Yaani sawa kabisa, hapa nimefika, na hata kama nikiondoka hapa sitorudi tena kwako. Bora nikaishi sehemu nyingine. Usiseme hivyo mwanangu. Bado nakupenda na bado nakuhitaji. Wewe ni binti yangu wa pekee kabisa katika tumbo langu.
Turudi nyumbani mwanangu, bado nakupenda. Mama, sikiliza nikwambie. Mimi naona kama hauna kitu ambacho cha kunielezea mimi nikakuelewa kwa sasa hivi. Kwa hiyo ningeomba tu mamangu uondoke, maana na kazi nyingi za kufanya hapa nyumbani. Kwani ile mama yako nimekuwa mchawi? Mbona mimi nakupenda mwanangu? Hebu niomba mtakaponyanyua mwili wangu kurudi nyumbani, nirudi na wewe binti yangu. Nimechoka mama na manyanyaso. Nimechoka, afu mimi nishakuwa mtu mzima. Nimeshakuwa sasa hivi, nahitaji niwe na familia. Kwa nini mama unaniwekea kipingamizi? Au kwa sababu ya huo uchawi wako? Mimi mamangu umebadilika leo. Wewe mwanzo ulikuwa hivi, kipindi cha nyuma mbona ulikuwa unanipenda vizuri tu. Lakini sasa hivi sijui kwa sababu umeingia kwenye chama cha kichawi na ndio maana kuona mamangu umebadilika kabisa, hutaki hata kunielewa. Na wakati wewe ulikuwa mimi unipingi, nikikwambia hiki mamangu unafanya. Tukijadiliana hiki tunafanya wote na tunashirikiana, lakini sasa hivi mamangu umekuwa Yuda, wewe usaliti. Sasa sikiliza mamangu nikwambie. Sina haja ya kuongea maneno mengi sana. Naomba uondoke na kazi nyingi sana za kufanya. Kwani unaamua kunifukuza mama wako? Hali ya kuwa nimehangaika huku na huku kukutafuta, leo nikukuta mwanangu unanifukuza. Mama, usitake kunipanda kichwani. Na kuomba mamangu uondoke. Maana nisije nikaongea maneno mengi ukaona kama mimi sina heshima na kuvunja heshima. Naomba uondoke mamangu. Kiustaarabu tu naomba uondoke. Mimi nimeshamaliza. Kwa hiyo hapo sina mjadala tena na wewe. Naomba uondoke. Kwa sababu akisharudi mwenzangu akakukuta hapa atakuwa mambo mengine. Wewe ulimfukuza kwake kama mbwa, unaona tegemea kikukuta hapa kinatokea nini? Kwa hiyo ondoka kabla bado hajarudi. Naomba uondoke, sitaki mambo mengi na kazi nyingi za kufanya. Sawa kama umeamua kunifukuza, ila tambua mimi ni mama yako tu. Mamangu utanisamehe sana. Sio kama sikupendi na sio kama sielewi, naelewa, lakini sina namna. Kwa hiyo utanisamehe tu mamangu. Angeunganisha mioyo iliyovunjika zamani, lakini muda haurudi nyuma. Hapana, anabaki na ndoto tu ya kuwa kama watu wengine, lakini minyororo ya historia inabaki kumkumbusha yeye ni nani. Binti nyoka, binti nyoka, moyo wako umebeba Hicho nikuta leo mzee. Nilienda kule kwa mwanangu. Kunifukuza kama mbwa. Unajua kama mbwa? Kanifukuza kama mbwa, kama hanijui vile. Yanifanya kama unaona ninavyonitimua. Alafu hicho kuja kunishangaza sasa mimi kikubwa mno. Mtu hana tabia yoyote ya kunyonyesha. Na wale mtoto sikumuona. Hilo tatizo. Tatizo gani tena hilo? Yaani mwanao amejua kabisa kwamba aliyezaa sio mtoto wa kawaida. Na ndio maana amemficha. Amejua kabisa kwamba sio mtoto wa kawaida. Hicho ni kiumbe cha ajabu. Mimi tangia mwanzo nilishaona kabisa kwamba mwanao hata atakapozaa hatozaa mtoto wa kawaida. Na ndio iko sasa. Kwa hiyo sasa tunafanyaje? Yaani cha kufanya sasa hivi inabidi uende mara kwa mara kule nyumbani kwao. Na wewe unachunguza ili tujue. Yaani kabla matatizo hayajatukuta.
Aha. Hapo sawa, mimi nakuelewa hivi. Hiyo nitalifanyia kazi. Ila sasa mimi nitamjuaje? Hali yako kile ni kiumbe cha ajabu. Wewe utapokota pale mara kwa mara, utajua tu, lazima utagundua kitu. Umenielewa? Wewe sio na wasiwasi kwa hilo. Basi sawa hivi. Mimi nitafanya hivyo. Wala haina shida. Basi sawa, usiangache mimi niende. Haya, karibu hivi. Haya. Angeunganisha mioyo iliyovunjika zamani, lakini muda haurudi nyuma. Hapana, anabaki na ndoto tu ya kuwa kama watu wengine, lakini minyororo ya historia inabaki kumkumbusha yeye ni nani. Binti nyoka, moyo wako umebeba Kabumba. Mama alikuja hapa asubuhi na madai yake, anadai kwamba mimi nirudi nyumbani, lakini mimi sikuweza kumsikiliza, nimefukuza kabisa. Mfukuza? Yeah. Au mfukuze? Nimemfukuza kwa sababu anataka mimi anitoe hapa nikaishi kule nyumbani, alafu enda kuachana naye. Wewe unapaswa kumfukuza mama, kwa sababu mama yako ndo mama yangu mimi. Sio, unanielewa? Afu situation hata kama chuki, matatizo yalotokea, ndio tu mtu unakuwa unasamehe. Yule ni mama, tupate baraka zake. Tupate neema zake. Mfanya kibaya sana kufuza. Bora angekuja kwa mambo mengine. Lakini masuala ya kuonekana mimi hapa niondoke, yaani niende kule nyumbani nikaishi kule, hilo swala kwangu haliwezekani. Na nimefanya haya yote kwa sababu nakupenda. Na mimi mwenyewe leo imeniuma sana. Lakini sikuwa na jinsi. Swala la kuonekana mimi nikae mbali na wewe, hicho kitu kwangu hakipo na kitu kuja kuwezekana. Na nakupenda Kabumba. Na ndio maana nimefanya haya yote. Sawa, lakini kosa ambalo kubwa sana ambalo ulifanya, kupaswa mama kumfukuza. Sawa, sio kaudia tena kumfukuza mama. Hapa ni kama kwake. Choka na kulicha kwa maana nimechoka sana. Sawa jua. Sawa, chakula nishakuandalia. Kwa hiyo hai. Naweza kula. Unakula ndo ulale. Sasa nila kuja. Hapana. Nisingekuwa hivi leo, wamekuwa maadui zangu, kisa wazazi wangu. Bibi na babu hawakumtaka baba. Baby, najua nimeenjoy sana leo, yaani sijategemea kabisa. Usijali, mimi ni wako, muda wote ukinihitaji mimi nipo. Natumai tuendelee kuwepo. Usiku kuchwa, asubuhi, sasa hivi mchana tena tuendelee? Bana. Ngoja nikatafute hela pambane nitafute hela. Then tutaendelea. Kazi nini bana, kwani tunaendelea kutafuta? Kwani tutafuta sikupo tu jamani, kila siku unatafuta hela. Hata kama zipo, inabidi tuongeze. Mimi nipo, upo muda wote.
hata nikirudi usiku tunapata tena, nipo mimi wa kwako, siendi popote. Jioni sasa. Amna, ngoja ngombe kitu moja. Kuna mapenzi, alafu kuna nini? Kuna hela. Mapenzi bila hela ya nogi. Sasa ufanye mapenzi ndugu yangu, hamna kitu. Kweli mapenzi yao mapenzi gani? Ushaona wapi? Mapenzi na hela, au sio? Sasa bila hela huwezi kupendeza. Sema nakukubali fundi. Wewe mwenyewe fundi. Unajua kuni? Wewe, unajua mambo yetu yale. Kwa hiyo sasa Chabi, niende bwana, kapambane. Jioni nitarudi. Mambo toka fresh. Kwa jioni unakuja? Kama kawaida, niende wapi tena? Siku mpenzi wangu hapa. Uwai sasa. Sio saa moja niko. Sio kutafuta hela mpaka saa 6. Amna. Saa moja niko hapa mpenzi wangu, sio off. Sawa kwa makini. Okay. Kiss basi kidogo basi. Nipate tarehe mpya. Okay. Maumivu ya historia haikuchagua wewe, alizaliwa kwenye kivuli cha migogoro. Mapenzi ya wazazi yakazimwa kabla ya moto kuwaka. Bibi na babu wakasema hapana, wakafunga mlango wa hatima ya mama yake. Baba na mama walipendana kwa dhati, lakini familia ikawa kizuizi cha furaha. Sasa damu ya upendo imegeuka maumivu, naye ndiye anayebeba mzigo huo. Binti nyoka, moyo wako umebeba. Maumivu ya historia haikuchagua wewe, alizaliwa kwenye kivuli cha migogoro. Mapenzi ya wazazi yakazimwa kabla ya moto kuwaka. Bibi na babu wakasema hapana, wakafunga mlango wa hatima ya mama yake. Baba na mama walipendana kwa dhati, lakini familia ikawa kizuizi cha furaha. Sasa damu ya upendo imegeuka maumivu, naye ndiye anayebeba mzigo huo. Binti nyoka, moyo wako umebeba maumivu ya historia. Binti nyoka, unatafuta upendo lakini dunia inakukataa. Kumbe mwanangu
ni mzuri sana. Ninafurahi sana kukuona. Nafurahi sana nilivyokuona katika umbile la kibinadamu, kwa sababu wakati nilivyokuwa nimekuzaa nilikuwa nimezaa nyoka na sikuwahi kuiona sura yako hata siku moja. Kwa hiyo leo nafurahi sana kukuona binti yangu, na najivunia kuwa na wewe, na ninakuahidi nitakulinda na nitaendelea kukutunza kama nilivyokutunza. Mtu aina yoyote yule atakayejaribu kukufanyia ubaya, basi nitapambana naye, kwa sababu wakati nimekuzaa nilikuzaa nyoka na sikukutupa, nikakuchukua nikakutunza mpaka hatua hii ya leo. Kwa hiyo nitapambana na wewe bega kwa bega, na ninafurahi sana kukuona mwanangu, kipenzi changu. Sina mtoto mwingine zaidi ya kwako wewe, hata kama ukiwa binti nyoka, lakini najivunia kuwa na wewe. Nashukuru sana mama. Pia nafurahi sana kwa kunileta duniani. Nitapambana na kila changamoto ili nikulinde wewe mama yangu na baba yangu. Sijutii kunizaa. Nafurahi sana. Nitakulinda dhidi ya maadui yoyote anayekusogelea. Nakupenda sana mama yangu. Asante kwa kunileta duniani. Nashukuru kwa kunielewa na nashukuru kwa kujijua wewe ni nani. Wewe sio binadamu wa kawaida. Wewe ni nyoka. Ila najivunia kuwa na wewe. Asante sana mama. Mimi naweza kwenda kutembea tembea, niangalie dunia ikoje mamangu. Binti nyoka, maumivu ya historia. Haikuchagua wewe, alizaliwa kwenye kivuli cha migogoro. Mapenzi ya wazazi yakazimwa kabla ya moto kuwaka. Bibi na babu wakasema hapana, wakafunga mlango wa hatima ya mama yake. Baba na mama walipendana kwa dhati, lakini familia ikawa kizuizi cha furaha. Yes. Leo na furaha kubwa sana ndani ya moyo wangu, kwa sababu nimemwona binti yangu. Hakika ni binti yetu, ni mrembo sana. Unajua mrembo? Yaani mrembo. Ukimwona na imani utafurahi. Na hapa ndani popote sijamwona binti wa kumfananisha na binti yangu. Binti yangu ni mrembo. Yaani ni mrembo. Yaani kwanza sijaamini kama mimi yule kweli ni mwanangu. Kwa hiyo ukimwona na imani utafurahi sana kama nilivyofurahi. Mimi nina shauku kumwona binti yangu, kwa sababu binti yangu tangu azaliwe sijamuona. Nasitoshi, pia nina hamu kubwa sana ya kuonana na binti yangu. Basi kama unamsifia ni mrembo, nilitamani siku moja ije nimuone binti yangu. Usijali, muda ukifika utamuona, na imani utafurahi sana. Yaani utafurahi sana kwa sababu ni muda mrefu sana tulikuwa tunatamani tumuone binti yetu. Kwa hiyo leo nilivyomuona, nimefurahi sana. Hakika Mwenyezi Mungu kapokea kilio changu. Binti yetu ni mrembo. Fumba macho. Surprise yako. Surprise gani? Fumba macho. Fumba macho. Niambie kwanza surprise gani? Umeanza. Sasa uniambie kwanza. Nishakwambia fumba macho. Basi. Basi nafumba. Sasa ufumbe macho. Mwisho nafumba sana. Fumba bwana.
isingekuwa hivi. Leo wamekuwa maadui zangu, kisa wazazi wangu. Bibi na babu hawakumtaka baba awe mkwe wao. Ndiyo vile mama alimpenda baba, hakuwasikiliza wao. Matatizo yao ndiyo sababu